Ni swala gumu, na wale wote anza kufuatilia wale wote ambao wanadai kwamba nyeti zao zimeondoka, hawajasimama kiroho. Mimi naamini mtu kama umesimama kiroho kama mimi Mwalimu Joshua, hauwezi ukatetereka na swala la nyeti. Hivi kweli Mungu katuleta duniani ili tuzaliane, ataruhusu nyeti zako ziondoke? Sasa mtazaliana na nini? Leo umenifungua hiyo akili. Ndio. Kwa haya mambo yanayofanyika haya ni masuala ya kizani tu. Safi. Kanigusa wapi wewe? Kakushika begi. Kini ninayo. Kini tena? Na Yesu ninayo. Kini si ushirikina wao Mwalimu Joshua. Ushirikina? Ngoja ya kukute ziondoke hizo ndio utajua kwamba hii ina umuhimu gani. Hamna mtu ambaye anaweza kugusa. Imani bila matendo, haya ndo matendo menyewe. Haya tutaona. Ngoja kwanza. Najisi wepesi. Nyeti baba. Nyeti baba. Nyeti hamna. We bro. Nyeti bro. Yeah. Church girl anenda kansan kwa ibada, ni wa kwanza anampenda Mungu anamwimbia. Bwana asante mchungaji, mzigo nimeona tena, nimeona kabisa na nyingine tu umeniwekea usumbufu mchungaji. Ndio si unajua tena shoga yangu, nilikwambia mambo madogo, nilikwambia tu mume wangu akirudi mimi atanipa hela nitakuletea. Ani asante. Mimi nafikiri siku ile nilipokuja vile na foka maana naongea kwa asili, nafikiri mimi nilikuwa pale na maanisha na mchungaji. Nilikuwa simaanisha hivi. Nilijua tu shoga ana hasira hizi si unajua tena. Nikasema nimwache aongee tu. Asante sana mchungaji kwa kweli. Shoga yangu na jambo nataka nikwambie. Yaani yule binti wa pale nyumbani nimemchoka. Yaani nimemchoka. Unajua maana kumchoka? Hapiki kanisani. Hatuli kanisani. Hafanyi kazi yote na kanisa. Kai na amani shoga yangu. Yaani muda mwingine mume wangu mimi ananiambia, "Iga mfano wa binti huyu." Jamani. Kumbe afanyi kazi. Mimi mbona kuna siku pale nimemkuta pale anaoshaosha vyombo, maana anaishaosha nguruwe pale. Kwa kulazimisha shoga yangu mpaka nimlazimishe ndo aoshe vyombo. Usiniambie. Kuna siku tena pale nimemkuta anakufulia nguo mchungaji. Anajipendekeza yule, ana lolote anajipendekeza tu. Yaani pale hakuna lolote, ni anajipendekeza tu. Yaani ingekuwa mimi kama kazi anisaidii kama unavyosema ni kweli hayo mambo, mimi ningekuwa nimeshamtumua muda mrefu. Yaani shamfukuza kabisa, inamaanisha. Yaani mtu anakaa na mtu ambaye hasaidii hata kazi. Yupo bize tu na kanisani. Biblia yenyewe imeandika asiyefanya kazi na asili. Yaani yeye anakaa tu anataka kazi yoyote. Binti nitamtafutia chokochoko kwa mume wangu. Nitahakikisha mwenye ndani anaondoka. Maana nimemchoka. Unajua maana kumchoka? Kwaje blaza? Fresh. Zima huko? Fresh. Samahani blaza, nilikupo na matatizo. Yaani kwa kifupi mimi na matatizo. Pale nyumbani kuna ndugu yangu anaumwa. Tumehangaika sana kwa njia za waganga lakini bila kufanikiwa chochote blaza. Poleni sana. Nimeshapoa. Sasa hapa nilikuwa nahangaika kumtafuta mchungaji wa Mungu, yaani nilikuwa natafuta huduma ya kimungu.
niweze kumsaidia ndugu yangu, maana nimehangaika sana kwa waganga bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada huo, kama mchungaji yoyote mwenye imani ya kimungu, imani iliyomkaa na imani anaweza kumsaidia ndugu yangu. Kwa hiyo niko naomba kama unamfahamu mtu yoyote mwenye huduma ya kimungu, uniunganishe naye niweze kupata huduma ndugu yangu hapo. Anapata shida sana brother. Sawa. Sisi kanisani kwetu pale kuna mchungaji wetu anaitwa Pastor Makanika. Kama sijui ushaimsikia? Hapana, sijawahi kumsikia. Yupo pale anafanya huduma ya maombezi na ni bure. Afu yule hata tembea yake unamuonaje? Akitembea mbele ya mume wako mara anavyo. Kama anamtamanisha? Sio kama. Ni anamtamanisha, anamtaka mume wangu. Yaani namuona tu anavyojipitisha kwa mume wangu na viungo. Namuona, sema tu nanyamaza. Yaani nanyamaza tu. Ila namuona yule anamtaka mume wangu. Yaani tunanyamaza. Yaani usimbakishe yule. Yule ukimbakisha umetaka wema mchungaji. Yaani mpaka anamtega mume wako bado tu unaendelea kumwangalia tu, umemtolea macho. Mchungaji, changamka. Tena fanya haraka. Yaani shoga yangu ndio maana nilikuja hapa. Nilijua wewe utanishauri. Yaani yule nitahakikisha mwe ndani anaondoka. Wewe timua. Mtimue atoke. Yaani tena namtafutia yule binti siku. Yaani namtafutia siku hii moja hata nitambua. Anaona mimi ninavyonyamaza tu, huyu ananichukulia poa. Yaani hapa ulivyochangamka hivyo ndio uende ukachangamke hivyo nyumbani. Usimbakishe hata kidogo. Mpe vipande vyake atoke pale. Yaani mtu upo kwako tena ushindwe hata kuwema. Kwa sababu gani? Yaani mimi hapa shoga yangu nitahakikisha namtafutia vichokochoko kwa mume wangu. Nitahakikisha yule binti pale nyumbani anaondoka. Maana nimechoka. Shoga yangu hilo jambo mimi nitalifanyia kazi. Yaani fanya hivyo. Yaani mimi hapa shoga yangu nitamaliza mchezo wote. Lile jambo nitahakikisha nalimaliza mimi mwenyewe. Yule binti pale nyumbani anaondoka. Kamaliza. Haiwezekani, sina amani na nyumba yangu, sina amani na mume wangu. Sawa brother, sema nilikuwa naomba hata mawasiliano yako kidogo. Sudi nikitoka hapa nikutafute, maana naelekea hivi hapo mbeleni. Karibu sana ndugu yangu. Huduma umepata ya maombezi. Sawa. Jina nani ni Save? Save Apollo. Sawa. Nashukuru brother. Sawa. Sawa. Bila hapo. Mbona najiona sipo sawa? Sema kaondoka na nyeti zangu. Kweli uchawi kuna kuzidia. Haina budi, ni aibu kubwa sana. Ngoja tu nikaongea naye kiume tuyamalize. Blaza, achana na wewe binti. Nimeweza kuona katika ulimwengu wa roho, Mungu kanionyesha ukimfuatilia yule binti. Hata kwa macho yangu ya nyama pia nimeweza kutazama ukimfuatilia yule binti. Nikushauri tu blaza, achana na wewe binti. Jana unipotezea muda. Sawa, najipotezea muda, najua. Kusudio la Mungu kunileta hapa mpaka kufika hapa ni kwa sababu yoyo binti. Mungu anajua kusudio lake jema ambalo amenikusudia kwa ajili yake. Jana, subiri kwanza, nimalizane kwanza na yoyo binti, baadaye nitakupata wewe. Sawa, utakuja kwangu. Najua kabla hujamalizana naye yule binti, mimi nawajia kwa jina la Bwana. Kabla mjammaliza yule binti, Mungu najua atashusha mkono wake. Najua nguvu ya Mungu itasimama katikati. Hakuna binadamu yoyote ambaye anaweza kusimama katikati ya kusudio la Mungu ambao amelipanga kwa ajili ya mwanadamu. Najua brother, huwezi kushindana na nguvu ya Mungu. Nakushauri tu. Achana na huyo binti. Kabla hujamalizana na yule binti, mimi nawajia kwa jina la Bwana. Nilijifanya mtakatifu kati ya watakatifu
kwenye kundi la watakatifu nikajifanya kuwa na mimi nimo. Mwalimu Joshua, mwalimu wa kimataifa. Nikatembea kama mtakatifu mbele ya macho ya watu, nikainua mikono juu nikasema amina, lakini ndani yangu nilikuwa ni chui tu ambaye nimevaa ngozi ya kondoo. Niliigiza wokovu, nikajenga madhabahu ya maneno matamu. Wakaniona kama taa, lakini hawakujua kuwa siishii hamu. Hata mabinti wa kanisani niliwalagai nikiwaambia Mungu amenionyesha, kumbe haikuwa hatamu. Leo nimeumbuka waziwazi mbele ya umati. Nani sasa ambaye atanielewa? Maandiko yanasema hakuna kilichojificha kitakachofichika. Na siku ile ilipofika, nilivuliwa nguo mbele ya umati wa watu. Yani wewe binti mlokole, binti mlokole, emsamani mauni. Za saizi. Salama, habari yako? Na shogangu umezidi ulokole. Yaani ni vile tu unavyokaa pale wenzako hawakutaki, ni vile tu anashindwa kukuambia. Dada, kwani kuna tatizo? Hamna, yani kuna maneno ambayo anaongea mchungaji. Analalamika sana, anashindwa hata kukuelewa. Nasikia yani unatolewa posa na wanaume ambao wana hela, sio unasubiri mlokole mwenzio aje pale. Unajua mimi unaenda utazekea pale kwa mchungaji. Dada, tumefikia tena huko. Yaani ndio ujue. Ndio ujue tu. Tafuta hata bwana wako angalau mwenye hela. Ukapumzike. Angalau upate na mji wako. Wewe unang'ang'ania tu pale wenzio hawakutaki, wanashindwa vile tu kukuambia ukweli. Mimi ndo nakwambia sasa, jiongeze. Halafu mimi nilikuwa nakuheshimu sana. Kitu tunapoendelea nahisi kama nitakuvunjia heshima. Sasa nikwambie shogangu. Mimi kuna bwana fulani hivi ana magari. Tena sio gari moja, zaidi ya magari matatu. Kwa hiyo ukishindwa pale kwa mchungaji njoo mpunganishe naye. Yaani ipo vizuri yule baba kwenye kutoa hela. Mbona ipo vizuri? Sikiza nikwambie kitu, sawa? Mimi kwanza sije kutishika na magari wala pesa. Maana naamini pesa, magari vyote vinatafutwa. Kwa hiyo mimi sitishiki sana na masuala ya pesa. Pia dada, mimi nakuheshimu sana. Kwa hiyo naomba tuendelee kuheshimiana hivyo hivyo. Pia jinsi ulivyo, naamini sana unafaa muda kama huu uwepo kanisani. The way ulivyo mzuri ukimwimbia Mungu. Na vile tuna upungufu pale kanisani wa mabinti kwenye praise, nahisi unafaa sana. Karibu kanisani kwetu. Ndio amekuwa hayo. Haya, nashukuru. Na siku ile ilipofika, nilivuliwa nguo mbele ya umati wa watu. Yani sauti zilianza kunihukumu ndani, machozi yakabadilika yakawa uchungu, kwani heshima ikageuka vumbi. Nani atakayeniheshimu mimi? Jina langu limeshachakaa, sijui hata ninapokanyaga, sijui nilipotoka, sijui ninapoenda. Yani mani, Mungu hadhihakiwi. Mungu hajawahi kufanyiwa mzaha. Wewe mtumikie tu kwa uaminifu, lakini kwangu mimi imekwisha. Hata Yesu alipokuwa msalabani alisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Imekwisha. Kanisani unenda, meza ya Bwana unashiriki,
lakini kwa waganga wa kienyeji ndio masikani yako. Unafunga mikono juu, lakini moyo uko kwa pingu. Unatoa sadaka, ukishuka unakimbia kwa mganga yule yule. Unavaa ushuhuda, lakini ndani unaungua. Unasema Bwana ni mchungaji, usiku unalisha hofu yako. Ni ngumu kukubali, mwili unataka njia rahisi, lakini roho inapaza sauti, rudi, bado kuna nafasi. Rudie Mungu, usikimbie tena, hapo msalabani damu ilimwagika. Unatafuta msaada kwenye giza la jirani, wakati mwanga unakungojea. Rudie Mungu, achilia hizo hirizi, kilio cha usiku atageuza hadi wimbo. Hizo siri za rohoni unazoficha ndani, mpe Bwana wako. Nilijua kila kona ya waganga mtani, nikienda kificho, nikitoka kifahari, lugha za mitishamba mfukoni kama leseni, lakini uzingizi haukuniia, moyo ulikosa amani. Niliposikia sauti ndani, taratibu ikasema, haya mafuta ya uongo